Mawazo ya mtu inalingana na kile kitu ambacho anawazia. Anaweza siviwe. Imagine mtu anawaza kuhusu gold na mwingine anawaza kuhusu mbao. Anaweza siviwe. Umwalezi ndio horo wa mahiga madarugo. Na mwingine anafikiria kuhusu gold. Anaweza siviwe. Sile ndarugo inapatikana kila mahali. Ni bei rahisi sima. Hata ikiweko hapo hivi inararaka hapo tu. Na ule anafikiria kuhusu dhahabu. Do they think the same way? Ama the same thoughts? Na wewe unataka muende mkutano na yeye. Huyo mtu hata hafai kula chakula na wewe. Utampunguza. Yesu asifiwe. Utampunguza mawazo. Unaongea kuhusu mawe ya ndarugu. Naye anaongeza kuongea kuhusu mawe ya gold. Hata anaweza kukupea pesa umuondokee. Yesu asifiwe. Akupee pesa wewe, nimekulipa uniondokee. Unataka milioni uniondokee kwa sababu uta defile his thoughts. Yesu asifiwe. Hataki. Utachafua mawazo yake. Nafikiria kuhusu mawe ya pale. Anaona ukimtupia mawe. You corrupt my thoughts. Yesu asifiwe. Mtu ameokoka, Mungu anamwangalia na shindo, huyu mtu aina gani? Analenga vitu ambavyo ni vya level yake, analenga na mawazo yake vitu ambavyo vingine hata viko chini yake. Anasumbuka, anakula nini, atavaa nini. Kristo kauliza, by that kind of thinking usaiongeza kitu, ushawahi tajirika? Yesu asifiwe. We have misused our thoughts. We have misused by the things we engage them towards. Yesu asifiwe. Ipata siku moja ati nyama amebadilisha mawazo kwa sababu jai ilikuja. Hata wakati hiyo ndio wakati wa kukataa. The Proverbs chapter 29 verse 18. Tusome Proverbs 29 verse 18. I have misused my thoughts, my brains. In fact, vile ulinipea nimezideteriorate. Umri nilio nayo, mtu akiona ile mawazo nafikiria hapa nani amefika? Nadhani naweza sikia ile mawazo uko nayo is not equal to your age. Hata uwezi taka tuijue. Yesu asifiwe. Uwezi taka tuijue. Silly thoughts. Yesu asifiwe. Very silly thoughts. Not even for your level. Mungu alikupea mawazo, inafaa kuwa imegrasp mambo mingi sana. Watu wa ulimwengu, they are improving their thinking. Yesu asifiwe. They are improving their thinking. Wanataka wapate faida zaidi kutoka kwa mawazo yao. Lakini Mkristo amekwama. He or she is not exercising his thoughts towards godliness. Yesu asifiwe. Haki ukiangalia wewe ni Mkristo umeokoka miaka kama 10 ama 20, lakini mawazo yako kwa Mungu aliyekuokoa ni duni. Paulo akastaajabu kwa Korintho. Akawaambia vitu vingine mimi singepata kumpata nazo. You have been thinking silly things. Hata ingawaje nimpea nafasi ya miaka nikakuja kwenu, nimepata mnafikiria vitu vile vile. You have stagnated in your thoughts. Sasa nini stagnation, ni deterioration. Kujiuliza miaka nilionayo na mawazo nilionayo, je, inapelekana? Acha maneno, kwa sababu hata maneno yako iko hivyo, hata matendo yako ni silisili tu. Ukiangalia hailingani na mawazo ulionayo. Proverbs 29 verse 18. Hapo nadhani Mungu ana haja na vile unavyofikiria na kiwango unachofikiria nacho. I have given you a great tool, your brain. Anasema we have the mind of Christ. Gani? Kristo alikuwa anafikiria hivyo. Yesu asifiwe. You have the mind of Christ. Lakini sioni ukiexercise on great things like Christ. Proverbs 29 verse 18. Sorry. Where there is no revelation, the people cast off restraint.
but happy is he who keeps the law. Hallelujah. Sasa hiyo inamaanisha aje? Ule mtu hana a vision. He or she has not possessed God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtu mawazo yake ataitumia itakavyo. He is a waster. Bwana Yesu asifiwe. The concept ya kufikiria. He has got no vision. Hana goal. Tukimalizia pale tuambia Mungu atufungue mawazo, macho ya ndani, tuweze kumkamata Mungu, ndiposa mawazo yetu tusiipoteze. Tumekuwa watu wa kupoteza mawazo. Proverbs 29 verse 18 ndio tunasoma. Kwenye Hebrews chapter 11 verse 6. Vivid enough, clear enough. Hajakuwa bayana ya kutosha, ndiposa mawazo yangu imeshindwa nimfikirie nani. Mawazo niliyo nayo ni ya watu wa kwetu, ama ya watu waliodanganyika, wale wanayefikiria kuhusu wanadamu wenzao, wanadamu wenzao waliofaulu, waliotajirika, wanadamu wenzao walio na mali. Sasa ikawa mawazo yako pia imefungwa kama ya wale wengine. Unafikiria mawazo ambayo ni ya kiwango chako tu cha wanadamu. Wengine wanafikiria kuhusu pesa, vitu vilivyo chini yao. Mimi sikwambia usitafute pesa, lakini usitafute ukizisomea. Wewe unajua mnafaa kuwa na mimi. Unaweza sifi. Ushafikiria yani unatafuta pesa mnafaa kuwa wewe kujeni hapa. Unaweza sifi. Hebrews 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hallelujah. Mtu ndiyeweza kumfikiria kuhusu Mungu, lazima kwanza wawe walikutana. Unaweza vile na akamjua ya kwamba is a good man. Hallelujah. How can you have joy? Thoughts of joyous thoughts, good thoughts about someone you've never met. Inawezekana unaweza kuwa na mafikira ambayo ni ya kufurahikia mtu hujaikutana naye, mtu hujui uzuri wake na wema wake. Unaweza sivyo? So unaona kasoro ni kama iko pale mwanzo tu. We have not grasped, we have not possessed in our visions, in our thoughts, in our beliefs about this God. Unaweza sivyo? Kicho niko nimeandika pale, a vision of God ignites noble thoughts. Unaweza sivyo? A vision of God. Na hapo unaweza andika good God. Ama great God. Ignites noble thoughts. Huwezi fikiria mafikra ambayo ni ya maana, hata ingawaje Biblia imekuandikia. Fikiria mawazo haya, meditate upon these things. Fikiria mambo haya. Huwezi fikiria mambo mazuri kuhusu Mungu ikiwa haujakutana na yeye, ikiwa hauna maono yake, ikiwa huyu Mungu hajajifanya, hajakufunulia. Anaweza sifiwe. Somee Matthew 6 verse 24 to the end. Matthew 6 verse 24 to the end. He will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life?
And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not owe you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu Mungu na ufikirie. Na ikiwa utafikiria kuhusu pesa, ujue ya kwamba mawazo yako ni duni kukuliko. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako iko chini. People who think about money. Unaambiwa mpaka kufikiria kuhusu chakula utakachokula, kufikiria kuhusu nguo utakazovaa. That is a wrong application of thoughts. Bwana Yesu asifiwe. It is a wrong application of thoughts. Inferior way of thinking. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako yafaa kufikiria mambo yaliyo juu zaidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ushaona mtu wale wanainuanga misuli? Unajaiona wale watu wanafanya chini? Mtu uinua hiyo load, hiyo kauzito. Hiyo kauzito. Mtu anainua kitu ambayo iko chini yake ama iko juu yake. Mtu yule anataka kugrow muscles. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usiinue ile ndogo? Unajua hakuna faida hapa. You cannot grow your muscles. Even the muscles of your thoughts, if you exercise them on loads that are lesser than you or even equal. Sasa tuseme sasa mawazo yako ufikirie wanadamu wenzako. Walinunua gari sawa, walijenga sawa. Iwe sasa mawazo yako unafikiria kuhusu mawazo yako ni kuhusu wanadamu wenzako ama kuhusu mambo yaliyo chini yako. You are deteriorating in your thoughts. Hata kuhusu ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuhusu urafiki wako. Hata kuhusu, sisemi masomo muhimu mtu asiseme, lakini mawazo yako inafaa kuwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Exercise your thoughts on things greater than you. And this can only be God. Kwa sababu hata malaika ni watumwa wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wametumwa kutulinda wale ambao wamekubali Kristo. Kwa hivyo na hata wale wanayefikiria kuhusu malaika, wanayepea malaika heshima, unafikiria kuhusu mtu ambaye ni wa level yako ama ako chini yako. Siku moja Yohana ule ameandika Ufunuo, akakutana na malaika. Nadhani alidhania amekutana na Yesu. Akainama, alimwamuza haraka. Akamwambia, na hata mimi ni mtumwa kama wewe, haufai kuniinamia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ndiposa mawazo yake ainue, apeleke kwa juu, afikirie kuhusu Kristo yule aliye juu yake. Bwana Yesu asifiwe. It's a wastage of thoughts to think about fellow men. Na hii ni uongo ya Shetani. Ndio inaitwa idol worship. In your thoughts you are an idolater. You think about men. Na tumeona ingine hapa kuhusu hata kufikiria kuhusu pesa. Anaweza asifiwe. Na unaambiwa kwamba if you worry, sasa usumbuke sana kuhusu pesa, si utajirike? Sasa umesumbuka sana, umefikiria kuhusu pesa. Umefikiria ya kwa umefikiria sumbuka. Ongeza kitu moja. Ukaambia you cannot add 1 hour, 1 cubit to your height, 1 hour to your life. Anaweza asifiwe. Kwa hivyo ni mafikra ambayo haina manufaa. Futile thoughts. Because of the object you have engaged your thoughts on. Anaweza asifiwe. You are deteriorating in your muscles. Tuseme sasa tunainua kamzigo 5 kg, tunasema nataka kubuild muscles. Nataka kuwa na muscles sasa. Nataka kuwa na muscles.
kama mzigo ya kilo 5. Ukitoka kilo 5 unaenda kilo 2.5. Hivyo ndivyo ulivyo. Na hata hiyo vitu tunatazama kwa TikTok. Imagine hivyo ndio ulivyo. Anaweza itafika siku moja usipotumia hizo muscles uziimprove zako, you lose. Anaweza asivie lose them. Uko wapi sasa? Kwa hivyo hata kufikiria, Mungu anakuambia you choose, either ufikirie pesa ama Mungu, na wewe changanya zote mbili, ni utafute moja ya kufikiria. Anaweza asivie. Romans chapter 1 verse 18 to 25. Zile nitaona nitakata. Somea hii. Romans chapter 1 verse 18 to 25. Tuone watu ambao walikataa kufikiria kuhusu Mungu. They don't want to employ their thoughts towards God. Romans chapter 1 verse 18 to 25. Wacha tuone mtu akikataa kufikiria kuhusu Mungu mahali anapomalizia na mawazo yake. Useme afikirie kuhusu ndoa yake, afikirie kuhusu watoto, afikirie kuhusu masomo, afikirie kuhusu urembo wake, afikirie kuhusu kila kitu. Mtu aliyekataa na mawazo yake, huwa alidinda, kasema sitafikiria kuhusu Mungu. Ole wako. You think on things that are of your level or lesser than you. And in fact you are deteriorating. And I say, you cannot build the muscles of your thoughts. You are not improving. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made. Simamia hapo, ongeza kidogo. Unaweza sifiwe. Mungu ameweka kila kitu bayana. Tuseme unaweza sema ya kwamba mimi sijamuona, sijamjua, sijamsikia. Unaweza sifiwe. Unaweza sema hivyo. If you employ the best of your thoughts in searching for God. Unaweza sifiwe. Useme sasa mawazo yangu. Unajua nini kimefanya usijue Mungu na asipatikane kwako? Unatafuta Mungu na mawazo na unatafuta pesa. Unaweza sifiwe. No wonder anasema si uchague kimoja. Wewe ataenda penda ya gari, wewe unapenda ya pesa tu. Acha mimi. If only today. Iko watu walisema wacheni, kujeni tulete akili pamoja. Kujeni tujenge nyumba. Haki tutaenda mpaka kwa Mungu. Mungu anasema akiwa mbinguni akaona akasema kwa hawa jamaa wanakuja. If you employ the best of your thoughts, critical thinking, the best of your emotions, mseme hatuna ajenda nyingine. Hatutaoga na hatukuli. Tutafikiria kuhusu hiyo thought umepewa. Tasoma hiyo in the book of Acts 17. Paul anakuambia ukingengana zaidi, ujiulize ya kutosha, usumbuke zaidi, akitamuona. Anaweza sivyo. Huyu Mungu hajajiweka mbali na mtu yeyote. He is not farther away outside the perimeter of your thoughts, the perimeter of your emotions and your beliefs. He can be known by your beliefs. Anaweza sivyo. Lakini shida ni kuna vitu vingine hapo ndani na vitu vingine. Kuna vitu vingine. I wish siku ya leo tukaziporomosha. Nikiotale wata ile kananga. Uduka wewe na mix. Ukikuja kwake bado unafikiria kuhusu vile utamkoni pesa. Anaweza zivile. Hata uliokoka kwa sababu ya vitu vingine. Ingekuwa ni yeye tu. You converge all your energies, your thoughts, your emotions, the best of them, and you refuse there. Lazima ziviwe. Haki lazima upate. Sasa tunasoma hili neno linasema ya kwamba he has made himself evident, knowable in quotes, wanaweza ziviwe. Amejiweka dhahiri bayana, iko uwezekano wa kujulikana. Anasema my invisible
attributes I have made them known. Ukuu wangu, uweza wangu, asijaficha chochote. Sijaficha. If only he can employ his thoughts, he can exercise his thoughts towards me. Ile ya Acts chapter 17 nasema, in him you live, in him you move, and you have your being. Aki unaweza nijua, naweza zivie. Lakini sasa mawazo yako imehukiwa hapa kwa pesa, imehukiwa hapa kwa vile utakanyumba, utajenga maisha ya watu wengine na kusumbua, utashindana na nani, utanunua gari kama bana ya nani, lustful lives, hypocritical lives, competitive lives. Bwana Yesu asifiwe. Unajua vile inasema, if you seek me with all your heart, Bwana Yesu asifiwe, with all your heart you will find me. Yeye tumesoma ya Hebrews 11:6 inasema namna gani? I am a rewarder of those who seek me diligently. And they refuse every other thought. They refrain from every other thought. They are, tulikuwa tuna ndio alitufunza pale, hatujapata walevi wa kutosha. Ukiona mlevi ambaye ni nomo ako hapa katikati, hiyo si mlevi. Kiatu anjalewa vizuri, anafaa kupigwa, aambiwe rudi kilabu ukunywe. Kwa nini unabakisha? Ni ulewe mpaka uje umejikojolea. Wanaweza sivyo? Hajalewa ule wewe unachezea pombe wewe, rudi huko. Enda ulewe ukuje ama uachane nayo. Anaweza sivyo? Wewe jiulio wewe. Sasa hii Mkristo ambaye ni manusunusu hajalewa na amelewa. Anaweza sivyo? Huyu ndiye anaitwa hypocrite huyu. Mungu hataki kama huyo. Anataka mtu aliyeelewa. Mungu mlevi in his thoughts. Hata watu wakimtusi anasema mimi nitaendelea kufikiria hivyo hivyo. Akinyimwa shamba kwa anasema hivi nitaendelea. Lakini sasa wewe naona bado. Endelea ongea sasa. Ni watu washike ya kwamba Mungu anataka watu wamfikirie. Hallelujah. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their... Hiyo sasa. Uone hiyo evidence ya kutosha na mawazo yako haijabadilika. Ati unafikiria vitu. Ni ugonjwa mbaya na mawazo. Small thoughts. With all this evidence, they abandoned me. And they went for things lesser than me with their thoughts. For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave thanks to him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man, and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Sio ni mtu wa kuhurumiwa. Aki Mungu amejiweka pale, amejidekoreti, amepeana evidence ya kutosha, ili hali watu hawamuoni wala hawamfikiri. Aki wanafikiria pesa tu. Hata mhubiri akifungua kanisa anaona pesa, haoni Mungu. Mshirika akikuja na yeye pia vile vile tu. Yesu asifiwe. Mbona kwa Yesu asifiwe? Tuandike hii ingine mtu kujisomea. Romans 8
verse 18 to 25. Romans 8 verse 18 to 25. 1 Corinthians chapter 10 verse 7. Kwa ile tutasoma sasa hapa. Acts 17 verse 18 to 25. Kwa ingine Philippians 4 verse 8. Colossians 3 verse 1 and 2. Philippians 4 verse 8. Colossians 3 1 and 2. Sasa twende tusome hii Acts 17 verse 18 to 25. Na Yesu asifiwe. Na mtu akitembea kwako anataka mufikirie kuhusu shamba. Na Yesu asifiwe.